Tukisema kwa Yesu Kristo tumepata ukombozi ama ushindi wa milele na milele. Neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushindi wa Roho Mtakatifu ukae nasi sasa na milele. Udiano na Yesu Kristo na wanaelewa sasa tata ndio tumetoka upendo na sasa tutenzi ndio Bwana wakaka kale. Bwana Yesaye ndipo Jumatano tumeanza kaika. Bwana Mungu siku ya Jumatano mliweza kujumuika hapa. Ndio tumeanza yangu kwa wakati mlijumuika hapa mliweza kujifunza kuhusu kazi ya Mungu. Mkasemezana ni kazi ipi Mungu anafanya kwa uhai wa binadamu. Tukapata kwamba mtu aliyekuwa anaomba binadamu alimuumba binadamu aliyekuwa kamilifu, lakini asenge kidogo taliwaita, lakini kwa sababu ya kuharibu kwetu tukahesabiwa kuwa wenye dhambi, wenye tulistahili kufa, lakini sasa tu hai kwa sababu ya upendo wa Mungu. Kwa kumtuma mwana wake pekee Yesu Kristo tunaenda kujifunza siku ya leo. Tuliwekewa alama ya msalaba kwa uso wetu, tena ambacho kilikuwa ni ukumbusho kwamba sisi tulikuwa kwa ugongo na mavumbini kikarudi, lakini kwa sababu ya uwezo wa Mungu atatutoa kwa wafu na atatuchukua tuweze kufika kwa ufalme wa Mungu. Kwa hiyo siku ya Jumatano ilikuwa ni siku kuu kwa maisha ya binadamu. Sasa alama ya msalaba iliyowekewa usoni kwetu ndio alama ya maisha ya Kristo. Yesu amekuja ulimwenguni kama binadamu kweli, naye amefika mto wa Yordani kupatia ubatizo ya kuanza kuokoka. Ubatizo huu anaopokea kupitia kwake Yohana mtumishi wa Mungu. Maandiko yanatuambia kwamba Yesu Kristo baada ya kubatizwa kutoka mtoni, sauti ilitoka juu ikasema haya, wewe ndiye mwanangu mpendwa, nimependezwa nawe. Wewe ni Bwana Mungu mwenyewe ananena kuwaombea kwamba huyu ambaye anaweza kupokea ubatizo ndiye Yesu. Mungu pekee akanena kwamba huyu Yesu Kristo ndiye mwanangu mpendwa. Baada ya mazungumzo hayo, Saitani hakufarishwa. Ikafanya yule ibilisi akampeleka Yesu Kristo kwa muda wa siku 4 huko jangwani. Kumbuka katika siku hizi 40 huko jangwani yale Yesu Kristo aliweza kuyapitia. Huku na ambapo Yesu Kristo anapeleka jangwani huko wana wa Israeli waliweza kutesekea. Ndipo wana wa Israeli alia toka huko umetoka Misri umepeleka hapa jangwani. Wana wa Israeli wakamuuliza Mungu, ni kwa nini umetuleta tena huna chakula? Mbona umetuleta malesoni? Lakini Yesu Kristo huko kwenye jangwani huko tunaelekea. Kwa sababu ya kupigana kwa Yesu Kristo, njaa aliweza kushinda na njaa.
encha. Alihisi njaa jinsi binadamu yeyote anaweza kuhisi njaa. Lakini mwakeni agaja. Ibilisi alikuja. Akayarama kwa Yesu Kristo. Akamjaribu Yesu Kristo. Akaenda akamwambia Yesu encha. Kwa sababu alijua kama Yesu Kristo yupo na njaa. Asingechama mtendo wa Mungu kwa sababu kwa sababu ya siku zina 40 mchana na usiku. Akamwambia yule mtoto akamweleza ikiwa ile mkate. Kwa sababu kuna nguvu za kugeuza jua hili la mkate. Sasa geuza haya ya mkate, lakini Yesu akamjibu, imeandikwa, mtu hawezi kuishi kwa sababu ya mkate pekee, lakini kwa sababu ya neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati wahisi njaa, wakati wahisi njaa na mkate leo hawezi kwenda sisi hatuwezi kuishi kwa mkate. Yesu Kristo alikuwa ya kwamba yuko na nguvu za kutengeneza chakula, lakini alikuwa anataka kufanya hitimisho ya ukuu wa Mungu. Ya pili, maandiko yanatuambia kwamba Ibilisi aliweza kupeleka Yesu hadi juu. Alipompeleka juu ya mlima, akamjaribu, akamwonyesha uwezo wa ulimwengu, akamwambia kulisujudu mimi, takupa milki yote, magari zitakuwa zako, hao watu watakuwa wako, wanyama ama vitu vyote vitakuwa zako, lakini utakuwa wanyama. Imeandikwa hivi, wewe ni vyema kumwabudu Mungu wako wa pekee. Ndio ngapi Ibilisi anatuleta nyumbani kujaribu. Mara nyingi Ibilisi anatuleta nyumbani kujaribu, lakini sisi tunaanguka. Hatukuja na ambayo Yesu Kristo alianena ya kwamba tunaweza kumsujudu Mungu kwa mbinguni peke yake, lakini huko mlimani sisi tunaanguka. Bwana Yesu sawa. Bwana anaweza kutuambia sisi tunaanguka mlimani? Atuambie. Wangapi tunajaribiwa mlimani? Hatujai peleka mlimani tukajaribiwa. Wakati wakati ukusi mwenzako wanapanda juu mlima ama pawani na papo pameinuka kiasi. Wakati na gombeza ama unagombeza mwenzako unatokea wapi? Ushaenda kwa nyumba yako kisha kufungulia hapo ukusi kidogo huko. Tunatoka juu kiasi. Ibilisi anajaribu kupeleka mlimani lakini sisi tunaanguka. Bwana wa Mungu. Tazama Yesu Kristo alimwambia inatupasa kumwogopa Mungu wako peke yake. Biblia inaweza kutokea kwamba Ibilisi hakutoshea kwa maneno haya. Akaweza kupeleka hapo Yesu Kristo juu ya kinara cha hekalu. Akampeleka Yesu Kristo kwa kinara cha hekalu. Akamwambia nirushe. Rushe salama juu ya chini. Yesu Kristo akajaribu kukataa. Lakini Shetani akamwambia. Shetani Ibilisi akamwambia. Angalia Mungu wangu ametawalia malaika. Malaika ambao Yesu Mungu wake amekuagizia wataweza kukushikilia usiweze kuanguka. Ingawa
Alimwambia kwamba ikiwa wewe ni mwana wa Mungu. Yesu alisimama na akamwambia, imeandikwa, imenena, usijaribu Mungu wako. Usijaribu Mungu wako. Bwana Mungu hata kama tuko ndani ya hekalu, Ibilisi hasidi kujaribu jinsi alivyojaribu Yesu. Ibilisi haogopi kanisa. Ibilisi haogopi kuja huko kanisani. Ndio maana amani inakosekana kanisani. Ni kwa sababu tunaanguka kutokana na dhambi. Tuliposoma kitabu cha Warumi 10 mstari wa 10, tulipata ya kwamba mwanadamu mtu hujiamini kwa moyo wake na kwa Warumi 10 mstari wa 10, kwa maana kwa moyo mtu hujiamini na kupata haki, kwa kimya ukiri kupata wokovu. Haleluya. Mtu hujiamini kwa moyo wake na udhihirisha yale ambayo kwa amemfanyia kwa kinywa chake, na mtaweza kudhihirisha yale Mungu amemtendea kupitia kwa maombi. Tunaweza kudhihirisha yale Mungu amemtendea kupitia kwa matendo yetu. Lakini Yesu Kristo ni mshindi kama zaidi ya Mungu. Yesu Kristo ambaye hakudai kuzaliwa kwake. Yesu Kristo ambaye hakudai kisumari aliyopigwa. Amesimama kati yetu kuubeba ujana wetu. Tuliposoma kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 26 mstari wa 7, tunaona Israeli wakimwambia Bwana Mungu. Tunaona Israeli wakimlilia Bwana Mungu, wakisema kwamba tukamlilia Bwana Mungu wa baba zetu. Bwana akasikia sauti zetu, akaona na taabu yetu na kazi yetu na kuonewa kwetu. Na huyo Mungu ndiye ambaye tunaweza kuomba tuweze kumwabudu. Mungu wa Yakobo, Mungu wa Isaka, ndiye Mungu ambaye tunafaa kumwabudu. Bwana Mungu, tuko na maneno mengi katika familia zetu, lakini tusimame tu tumwambie Ibilisi ya kwamba hana nguvu zozote kwa kujaribu sisi. Tumfanye Yesu Kristo kuwa ndiye mwokozi wa maisha yetu. Kwa zile siku 40 lazima yawe itatumiki kama Wakristo kuweza kuyapitia mambo kama Yesu Kristo alivyopitia. Lakini tusimame na imani kama Yesu Kristo. Tusimame kwa neno la Mungu. Kwa sababu Yesu Kristo alikuwa anasema imeandikwa. Nasi tunakiri ya kwamba imeandikwa. Tumwabudu Mungu pekee. Yule aliye ni kweli na ndiye mzima. Kwa jina la Mwana na Roho Mtakatifu. Na tuombe. Mtakatifu Mungu wa majeshi, pole mbele zako mchana wa leo. Tumeweza kujifunza kutoka maandiko yako ya kwamba imepata mwana wako wa pekee Yesu Kristo kwenda kujaribiwa na Ibilisi. Nasi tunaomba ya kwamba wakati ambapo katika nyumba zetu na familia zetu na katika nchi yetu na katika kanisa letu tumekumbwa na mambo mengi, Baba usimame pamoja nasi na utukumbushe ya kwamba ni vyema tuweze kumkiri Yesu Kristo ili alivyotukuza na ambayo yameandikwa katika kitabu chako cha wokovu. Simama nasi katika majaribu hayo,
kuongoza katika siku hizi 40 ambazo tunaenda kushuhudia mateso yake Yesu Kristo. Nena nasi katika lugha yetu, si katika roho zetu, tuongoze katika mema yote na tuweze kudumu kwa upendo ili kushinda ibilisi wakati wa kujaribu. Tunaomba leo machache tukiamini katika jina la Yesu Kristo aliye mwombezi wetu. Moses ndiye kabisa. maishani na kufa